siku nyingine tena katika masiku matukufu ya Ramadhan, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia na kutuneemesha sisi kuwa ndani ya mwezi huu mtukufu. Ni fadhila kubwa ambayo tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno na pia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo, kwamba kutumia nyakati zetu vizuri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutakuwa tutazungumzia baadhi ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zina ubora wa kipekee. Ambapo mnapofahamu wa Allah subhanahu wa ta'ala manna alaina biinzali kitabihi ilaina, ametuneemesha na kutupa neema kubwa kwa kuteremsha kitabu chake, maneno yake matukufu kwetu sisi, maneno ambayo ni katika sifa zake tukufu. Kitabu hiki cha Qur'ani kwetu sisi ni msingi mkubwa katika Uislamu wetu na sheria yetu. Kitabu hiki cha Qur'ani ndani yake pana uongofu, ndani yake pana nuru. Kitabu hiki cha Qur'ani ndani yake hapana batili, hapana urongo, hapana kejeli, hapana maneno yasiyokuwa na maana. Kila kilichomo ndani kina tafsiri yake na kina maana yake na kina ahkamu zake. Kwa hiyo ni yetu kutafakari na kuzingatia yaliyomo ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala ametuteremsha kitabu hiki, ametuteremshia kitabu hiki na ili tuwe na malengo mawili makubwa tunapokuwa ni wenye kukisoma, au ametuteremsha kwetu sisi kwa malengo mawili makubwa, ikiwemo ya kwanza ni kukisoma kitabu hiki kwa herufi zake, na jambo hili akapelekea ubora na fadhila kubwa sana. Sema alladhina yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi, wale wanaosoma Qur'ani uhakika wa kuisoma Qur'ani, wanaoisoma Qur'ani kwa kisawasawa na uhakika wake, hao ndio wanaoiamini Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani kwanza imeteremshwa kwetu sisi ili tuweze kuisoma kwa herufi zake. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelezea thawabu za anayesoma Qur'ani, kwamba atakayesoma Qur'ani herufi moja tu atapata hasana, na anaposoma herufi nyingine atapata hasana hivyo hivyo, hasanati 10, kila herufi hasanati 10. Alif lam mim akawa mtu amepata hasanati 30, yani mema na thawabu 30. Hii ni hadafu moja katika al-ahdaf. Hii ni moja katika malengo ya kutumilizwa sisi Qur'ani na kufunuliwa wahyi huu wa Qur'ani. Lengo lingine ni kuzingatia yaliyomo ndani ya Qur'ani, na huwezi kuzingatia bila ya kusoma. Lazima usome ili uweze kujua maana, ndio utaweza kuzingatia. Kwa hiyo Qur'ani tunaisoma ili tuizingatie, na hatuwezi kuzingatia ila tutakapokuwa tumejua maana yake. Kwa hiyo tunajua maana ya Qur'ani kwanza, tukishajua maana ya Qur'ani kwa tafsiri yake, kisha tunayazingatia yaliyomo ndani, tunayatafakari yaliyomo ndani ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala asema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Hiki ni kitabu ambacho tumekuteremshia wewe, mubarakun, chenye baraka, liyadabbaru ayatihi, ili watu waweze kuzingatia aya zake na alama zake zilizomo ndani, wa liyatadhakkara ulul albab, na waweze kuzingatia wale wenye akili. Kwa hiyo katika malengo makubwa ya Qur'ani kwamba tutakapoisoma tusisome kwa haraka tu bila ya kujua maana yake, bila ya kujua tafsiri yake, bila ya kuzingatia hapa kwa nini Allah amesema jambo hivi, kwa nini Allah ametanguliza hivi, kwa nini amechelewesha hivi. Lazima tujue maana ili tuweze kuzingatia, kwa sababu ndio malengo makubwa ya Qur'ani. Katika mada haya na maudhui haya, maulama wameandika vitabu mbalimbali
wameandika vitabu mbalimbali katika kueleza baadhi ya aya ubora wake kuliko aya nyingine. Ulama wakataja kuhusu baadhi ya aya kuliko aya nyingine kwa upande wowote au kwa maudhui kuliko maudhui mengine. Al-Imam Abu Bakr al-Jazairi akaandika kitabu chake akakiita Nidaatul Rahman li ahli al-iman. Kitabu hiki kikawa shahusu aya zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaita waumini, aya ambazo Allah azza wa jalla amewaita waumini akisema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Hizi aya zina nafasi kubwa sana katika Qur'an. Hizi aya zina sehemu kubwa katika Qur'an kwa sababu ni aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaita ndani yake waumini, na waumini hawakupata sharafu ya kuitwa na Allah azza wa jalla aliyotukuka illa kwa sababu ya imani waliokuwa nayo, kumwamini yeye Allah azza wa jalla na kuamini mitume na vitabu na mengine katika mambo ya kiimani. Na kwa nini waumini wakapata sharafu hivi? Wakapata sharaf ya kuitwa na Allah subhanahu wa ta'ala aliyotukuka na akawaita kwa majina ya imani, kwa sababu ya kwamba waumini ndio watu ambao uhai wa kisawasawa ni uhai wa imani, na wengine wote ambao hawana imani hawana uhai. Ili uwe na uhai wa kisawasawa lazima uwe na imani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, enyi mlioamini muitikieni Mola wenu na mtume wake watakapowaitieni katika yale yanayowahuisha nyinyi, katika yale yanayowapa uhai. Uhai wa kisawasawa unaopata kwa imani. Ndio kwa maana ikaja katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu alhayy walmayyit, mfano wa mtu anayemtaja Mola wake na yule ambaye hamtaji Mola wake basi ni mfano wa hai na mwingine akawa yuko maiti. Allah azza wa jalla pia sema katika Qur'an, aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Je, aw man kana maytan fa ahyayna, alikuwa maiti hana uhai wowote tukampa uhai, yani alikuwa katika viza vya ushirikina na dalal na upotevu, akawa kwenye bid'a na munkarat, tukampa uhai wa Uislamu na imani. Je, mtu huyo waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, tukamjaalia na nuru ambayo yotembea nayo, nuru ya iman, nuru ya Uislamu, kama masalu fi dhulumat laysa bi kharij minha, atakuwa mfano wa mtu ambaye yuko katika dhulumat, yuko katika viza vya shirki na bid'a, viza vya ukafiri. Je, watu hawa wawili watakuwa sawa? Haiwezekani. Kwa huyu yuko hai na huyu ni maiti. Huyu yuko hai kwa sababu ya imani, kwa sababu ya kumtii Allah azza wa jalla na kumtii mtume wake, na huyu ni maiti kwa sababu ya kwamba moyo wake hauna uhayati wowote, kwa sababu uhayati upatikana kwa kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa waumini wana uhai kwa sababu uhai wao wanayasikia maneno ya Allah na kuyatendea kazi, wanayazingatia, wanayatia akilini na wanakuwa na uwezo wa kuyatendea kazi, na watark bikhilafi alkafir, kinyume na makafiri. Makafiri wanaposikia maneno ya Allah azza wa jalla hawana uwezo wa kuyatendea kazi. Kwa sababu gani? Wamekosa uhai katika nyoyo zao. Fa innahu la yasma'u wa la ya'qil wa la yaf'al in umir. Yani kafiri lao wataamrishwa hatoweza kusikia, hatoweza kuzingatia kwa sababu amekosa uhai ndani ya moyo wake. Wa'lam ayuha alqari, lazima ujue ewe unayesoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajawaita waumini kwa majina yao, hajawaita waumini kwa majina yao illa kwa kuwaitia yale ambayo yanakuwa ni sababu kwa wao kupata furaha
furaha na kukamilika katika maisha yao ya kiulimwengu. Na sababu ya kuweka mbali na uovu, ya kuweka mbali na upungufu na kuweka mbali na mambo ambayo yasiokuwa na maana. Na Allah azza wa jalla amewaita waumini katika kitabu chake ili kwa ajili ya kuwabashiria yale ambayo ni mema watakayokwenda kupata mbele ya Mola wao, na kuwapa nadhiri na onyo kwa yale ambayo ni ya adhabu watakwenda kupata ikiwa wataasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah yuwaita waja wake ili aweze kuwaelimisha yale yatakayowafaa mbele yake, na ili waweze kuyasikiza na waweze kuyafuata. Sikiza Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa akimwambia bwana mmoja. Huyo bwana alikuja kwake akamuuliza i'had ilayya ya Abdullah, faqala lahu, akamwambia idha sami'ta Allah yaqul, utakapomsikia Allah subhanahu wa ta'ala akisema ya ayyuha alladhina amanu, enyi mlioamini, fa'idha sam'aka fa innahu khayrun yu'maru bihi au sharrun yunha anhu. Utakaposikia aya inaanza enyi mlioamini, basi tega masikio yako vizuri, kwa sababu huenda ikawa ni khair, na bila shaka huwa ni khairi ambayo Allah yukuamrisha au shari ambayo Allah azza wa jalla yukukataza. Kila inapokuja ya ayyuhalladhina amanu, basi tega masikio yako vizuri, uwe makini, uwe hadhir, kwa sababu kinachofuata mbele yake imma ni amri au ni nahi, ambayo amri unatakiwa kuifuata na nahi unatakiwa kujiepusha na kujiweka mbali. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika aya nyingi sana, katika aya nyingi ya ayyuhalladhina amanu, ambazo aya hizo amezitafsiri zote mtunzi wa kitabu cha Nidaatul Rahman li ahli al-iman. Nidaa ya kwanza ambayo imekuja katika Qur'ani, Allah akisema ya ayyuhalladhina amanu, akiwaita waumini, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya 104, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la taqulu ra'ina, musisemi ra'ina, wa qulu ndhurna wasma'u, lakini semeni hivi, tusubirie ewe mtume na utufanyie yani wepesi, utusubirie sisi tuweze kufahamu, nenda na sisi pole pole, wasma'una, msikize maneno ya mtume wenu, walilkafirina adhabun alim, na makafiri watapata adhabu yenye kuumiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya ndio aya ya kwanza ambayo Allah katika Qur'ani amewaita waumini. Ni yapi maana yake na ni yapi malengo yake? Nini kilichokusudiwa katika aya hii? Allah subhanahu wa ta'ala amewaita waumini kwa ajili ya kuwakataza na neno ra'ina, na akawaeleza kwamba kubadilisha neno hilo waweke neno mfano wake ambayo undhurna. Kwa sababu gani? Kwa sababu almunafiqin min alyahudi, katika mayahudi, kanu yaquluna li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ra'ina. Mayahudi walikuwa wakimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ra'ina, na ra'ina katika lugha yao, ra'ina katika lugha ya Kiibrania ya Kiyahudi yamaanisha neno la kiistihzai na sukhriya, wakimtezea shere mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema ra'ina, wakimchezea. Kwa hiyo walikuwa wakimfanyia istihzai na sukhriya, na kufanya istihzai na sukhriya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo la ukafiri. Ndio kwa maana Allah akawakataza waumini wasije wakasema mfano wa maneno ambayo wanayasikia Mayahudi wakiyasema. Mayahudi wakimwambia mtume ra'ina, lakini wakiwa kwa maana yao katika lugha yao wakikusudia kumfanyia istihzai mtume sallallahu alayhi wasallam, ilipokuwa maana ni hayo, Allah akawakataza waumini kusema maneno kama hayo. Na walikuwa wakisema hivi wanapoketi mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusoma Qur'ani, kwa kujifunza kitabu, kwa kujifunza hikma, wakimwambia ra'ina.
Allah akawaambia la, badilisheni mseme unzurna bimaana amhilna, tupeleke polepole, tupeleke taratibu kwa ajili ya kutufundisha, usitupeleke haraka haraka. Wala ta'jal alaina, ili tuweze kuyahifadhi yale unayosema na tuweze kuyafahamu yale unayosema. Na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwakataza neno hili, neno ambalo linahusiana na kumfanyia sughria Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaamrisha waumini kufanya al-isgha was-sama', kutega masikio yao na kusikiza kwa makini Mtume sallallahu alaihi wasallam anapowafundisha na kuwapa ilmu na maarifa. Na Allah azza wa jalla akawaamrisha kufanya adabu na mtume wao, wa a'lamahum anna lilkafirin wa hum almustahzi'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والساخرون منه من اليهود وغيرهم عذابا أليما أي شديدا موجعا. akawajuza kwamba yani makafiri wanapomfanyia istihzai na kumtezea shere Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Mayahudi, basi watakwenda kupata adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuumiza. Na huenda adhabu hiyo wakaipata kabla ya akhira, yani wakaipata kabla ya kufa, kama ambavyo imedhihirika katika ushahidi wa nususi katika Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba baadhi ya makafiri walikwenda kuadhibiwa hata kabla ya kifo chao, kabla ya kufika mbele ya Allah wakaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila aina ya adhabu. Wako wengine ambao wameuawa vitani, wengine zikateremka aya ambazo zikieleza namna watakavyoadhibiwa, na wakaadhibiwa hivyo hivyo na wakafa katika hali ya ukafiri kwa sababu ya kufri walikuwa wakifanya na tughyani na dalali waliokuwa nayo katika maisha yao wakiishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini aya hii haikumaanisha kwamba kuhusu adabu ya watu na mtume wao peke yake, bali pia imekuja kwamba wajibu wa mtu kufanya adabu na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutokufanya uovu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno au kwa matendo, ikiwa mtu yajua na ikiwa hajui pia, na ikiwa yajua akamchezea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkosea adabu, basi huu ni ukafiri. Ndio kwa maana wakataja ulama ya kwamba katika vitu vinavyomtoa mtu katika Uislamu ni kumtezea shere Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfanyia istihzaa na sukhria, ukachezea imma ni kauli zake, imma ni maneno yake, imma ni masahaba wake, imma ni vitendo alikuwa akivifanya katika sunna zake. Kila unapochezea shere na kila unapofanya sukhria, kila unapokejeli maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au sunna yake kwa kujua pamoja na ilmu, kwa kujua, basi jua ya kwamba wewe unafanya jambo ambalo la ukafiri, na huenda ikakufikisha kukufuru na kuharibikiwa amali zako ambazo ukizifanya kwa sababu ya neno moja tu ulilisema, kwa kumkejeli mtu ambaye kwa mfano mvaa sunna, mtu ambaye kwa mfano amefuga ndevu, mtu ambaye amefanya jambo ambalo la sunna ya Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Kule kumkejeli tu kwa maneno au hata kwa ishara, huenda ikakufikisha katika ukafiri, ukakufuru baadhi ya amali ulioifanya miaka na miaka. Hali kadhalika Allah azza wa jalla atukataza sisi kukosa adabu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusudia na kutokusudia, na pia kukosa adabu na wale walezi wetu, wale wazazi wetu, wale wanaotulea katika khairi, walimu wetu, viongozi wetu, umara wetu. Yote haya ni muharram, yani ufai kukosa adabu na watu ambao wako juu yako, ufai kukosa adabu na mamako na babako na wazazi wako, ufai kukosa adabu na walimu wako, ufai kukosa adabu hata na kiongozi wako. Hayo yote ni haramu. Na akasema ya kwamba pia ni aibu kumaibisha muumini mwenzako na kumfanyia istihzaa na sukhria na kumfanyia ihtiqar na dharau. Jambo hili pia ni la haramu, na yeyote anayefanya hivyo basi ni fasik. Unapomdharau na kumtia aibu muumini mwenzako na kumfanyia ihtiqari na istihzai na sughia, jambo hili linakufanya wewe kuwa ni fasik illa utakapotubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Asema Allah azza wa jalla kueleza maana kama haya, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhum, enyi mlioamini wasiwadharau watu wakawadharau watu wengine, au waumini wa kiume wasiwadharau waumini wengine wa kiume, wala waumini wa kike wasiwadharau waumini wa kike wenzi wao, kwa sababu huenda hawa waliowadharau wakawa sio bora na hawa waliodharauliwa wakawa ni bora kuliko waliofanya dharau katika waumini wa kiume na hata katika waumini wa kike. Huenda hawa ambao wamedharauliwa wakawa ni bora kuliko hawa waliofanya dharau na kejeli. Kwa hiyo unapomdharau mtu hujui nafasi yake mbele ya Mola wako, hujui mbele ya Allah yani yuwapima kiasi gani katika imani na katika taqwa. Kwa hiyo ukamdharau kwa mbele ya Allah ni bora kuliko wewe, ukawa umeuka patupu na ukapata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tutakiwa tuwe na tahadhari katika kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na anapotaja Allah azza wa jalla au akasoma au mtume wake akasoma sehemu, yatakiwa sisi tutege masikio yetu na tuwe na khushu', tusizinue sauti zetu, tusicheke vicheko ambavyo vya kejeli, bali tuweze kuzingatia yale yaliyomo katika wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na ijlali na ta'dhima na ihtiram. Lazima tuwe na ijlal, lazima yani tuweze kuzingatia kwa kutilia umuhimu na heshima na ihtiramu na hubbi na taqdir. Lazima pia tujulie nafasi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa hiyo hii ndio aya ya kwanza na tafsiri yake. Aya ya kwanza, Allah azza wa jalla huwaita waumini katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم. na nidaat zote hizi ya ayyuhalladhina amanu zote ni 90, zote zimehesabiwa zikatafsiriwa. Hii ni ya kwanza ambayo Allah azza wa jalla mwanzo kabisa ameeleza kuhusu adabu ya watu na mtume wao. Adabu ya watu na mtume wao, wanatakiwa wasikose adabu na mtume wao, bali wamsikize na wawe watiifu mbele ya mtume wao. Na hili halikuwa kwa masahaba na mtume wao peke yao, bali hata kwa maneno ambayo sisi tunayepokea kutoka kwao. Unaposikia kauli kwamba ni kauli ya mtume, hufai kuikosea kima, hufai kauli hiyo kuikataa na kuiregesha kauli hiyo ukaifanyia raddi. Hufai kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuikejeli kwa kicheko au kwa maneno ambayo si ya adabu, si ya heshima, kama tunavyoshuhudia katika baadhi ya watu ambao wanadai kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba vitendo vao na lisanu halihim, na hali yao inakwenda kinyume kabisa na hali yani na lisanu maqalihim, yani maneno yao na hali yao iko tofauti. Maneno yao yanakwenda kinyume na mtume, lakini hali zinakwenda kinyume na mtume, lakini maneno wanadai kuwa wako pamoja na mtume. Kwa hiyo tunatakiwa kufanya heshima na ihtiramu na takdiri maneno ya mtume. Kauli ya mtume inatakiwa kutangulizwa kuliko kauli zingine zozote. Maneno yake, sunna zake, sunna za masahaba wake zinatakiwa kutangulizwa. Allah akatuelezea ni vipi tunatakiwa kuwa na adabu katika kuamiliana na mtume wetu alayhi as-salatu was-salam. Akisema la taqulu ra'ina, msiseme ra'ina, kwa sababu ra'ina wakimtumia Mayahudi katika kumkejeli mtume sallallahu alayhi wasallam, na ilikuwa yamaanisha neno ambalo si zuri katika lugha yao ya Kiibrania. Allah akawabadilishia kwamba waumini msiseme ra'ina, sababu wende waumini masahaba wakianza kuigiza Mayahudi kwa namna Mayahudi wakimwambia mtume wakiketi mbele yake katika munafiqun. Ilikuwa kwa Mayahudi ambao munafiqun wakiketi chini ya mtume wakimwambia ra'ina, na masahaba katika Kiarabu kufahamu kwamba ra'ina ni neno nzuri. Kwa hiyo wengine wakawa kana kwamba watakakuwaigiza na wao pia kusema ra'ina. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam
tumeteremshiwa aya hii kwamba waumini wasiseme ra'ina, kwa sababu ra'ina wanayosema Mayahudi wanakusudia kumkejeli Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali badala ya ra'ina waseme undhurna, waseme kwamba Mtume tufanyie pole pole, tufanyie taratibu unapotufundisha ili tuweze kuhifadhi yale unayosema. Wasma'u, kisha Allah azza wa jalla akawaamrisha tena kwamba Mtume anapozungumza basi tegeni masikio yenu na muweze kumsikiza vizuri kwa kisawasawa, muweze kuhifadhi ili baadaye mkatende kazi. Wa qulu, yani wasma'u, alafu akawaeleza kwamba hali ya kufar na munafiquna wanaofanya istihzaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa ni adhabu kali, watakwenda kulipizwa adhabu kali mbele ya Allah na hata kabla ya kufa kwao. Hii ni aya ya kwanza ambayo tumeiona siku ya leo. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutazungumza na zingine ikiwa tutapata nafasi nyingine. Itafuata aya ya 153 inayosema ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Hii ndio itakayofuata katika sharhi nyingine. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ilmu nafi'a na atunufaishe na ilmu kama hiyo, na pia tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie sisi na wazee wetu walio hai, awape afya njema, awape maneno ambayo ni mazuri kabla ya kufa kwao, kauli ambayo ni thabit, na pia sisi na wale ambao washatangulia mbele za haki waweze kuingiza katika rehema zake na katika pepo yake. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Shukran, jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.